Leo tuko na game ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Polisi Tanzania. Cha kwanza, naomba uchukue sekunde 10 mpaka 15 kuitazama hii picha kwa umakini. Alafu itazame na hii picha kwa umakini. Ni vitu gani ambavyo umevigundua kwenye hizi picha mbili? Kabla hujanijibu au kabla hujaniambia kitu gani ambacho umejifunza, bila shaka ulichokiona ni hii highline ambayo Polisi Tanzania walikuwa wameingia nayo kwenye mchezo dhidi ya Dar es Salaam Africans. Aina hii ya ukabaji kwa lugha ya Kiingereza wanaita high pressing. Yaani kwa lugha nyepesi unaweza ukachukua mfano wa Barcelona, namna ambavyo wanacheza chini ya Hansi Flick, lakini pia unaweza ukachukua Bayern Munich, namna ambavyo wanacheza chini ya Vincent Kompany. Lengo la aina hii ya uchezaji ni kuhakikisha kwamba unaweka pressure kwa wachezaji ambao wanakuwa wanaanzisha mashambulizi, hasa kwa timu pinzani, lengo likiwa ni kuupora mpira na kushambulia kwa haraka, kwani timu nyingi zinaanzisha mashambulizi zikiwa na wachezaji watatu au wawili. Kwa hiyo kama tukipress juu, maana yake ni kwamba tukipora mpira tunakuwa tuna nafasi ya kufunga goli, kwa sababu tunakuwa tunashindana na wachezaji wawili au watatu wa timu pinzani. Lakini kama isipofanyika vile ambavyo inatakiwa kufanyika, haya ndio yanakuwa madhara. Hii ndio inakuwa effect au negative effect ambayo inaweza kukupata wewe pamoja na timu yako, kama ambavyo iliyokuta Polisi Tanzania dhidi ya Dar es Salaam Africans. Tuanze na tukio hili dakika ya 5 sekunde ya 20, ambapo mpira ulikuwa kwa Asinki na pasi aliyoipiga ilikuwa inaenda kwa Mudathir Yahya, ambaye alifanya movement kuingia ndani, alafu akamdanganya mlinzi kisha akaamua kukimbia. Angalia namna ambavyo Asinki anaipiga pasi. Tafsiri nyepesi ni kwamba Polisi Tanzania waliamua kuingia na namna ya kuzuia kwa kufanya high line au high pressing, lakini watazama wachezaji ambao wako mbele au juu ya mstari wa katikati, utagundua kuna wachezaji wachache, 1, 2, 3. Tafsiri nyepesi ni nini? Hakuna pressure kubwa kwenye timu kwa mchezaji ambaye ana mpira, hasa kwa timu pinzani. Kwa hiyo still ana nafasi nzuri ya kuupiga mpira, kuutupa nyuma ya mstari wao, kwa sababu ana faida mbili. Faida ya kwanza, hawajawekewa pressure pale ambapo lipo na mpira. Faida ya pili, mstari wake wa ushambulizi na mstari wake wa ulinzi ambako anautoa mpira ni karibu, kwa hatumii nguvu kubwa sana kwa ajili ya kuupiga mpira wenye. Ndo maana unaona mpira kama hii ilipigwa mara nyingi sana. Asinki anamtupia mpira Mudathir Yahya ambaye alikuwa pamoja na mabeki, lakini kwa sababu walikuwa wako juu sana, inakuwa ni rahisi kwa mchezaji kuwatoroka walinzi na kufanya shambulizi. Hii ilikuwa ni attempt ya kwanza ambayo ilisababishwa na highline ambayo waliingia nayo Polisi Tanzania. Dakika ya 33 na sekunde kama ya 10 tena Dar es Salaam Africans wakajaribu kufanya kile ambacho walikifanya dakika ya 5. Tazama muundo wa ulinzi au namna ambavyo wana press Polisi Tanzania, ni kama hawakuwa tayari kwa ajili ya kupress. Tazama namna ambavyo wamekaa, hawakukaa mkao mzuri kwa ajili ya kupress. Mpira ukatua kwa Alan Okello. Mtazame kwanza Depu alipo, alafu mtazame Okello alipo. Ni kile ambacho kilitokea kwa Asinki pamoja na Mudathir Yahya. Distance ambayo yupo Okello na distance au kingesha alipo Okello na eneo ambapo yupo Depu ni karibu sana. Kwa hiyo kama kuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kutupa mpira vizuri nyuma ya mstari, still anaweza akafanya kile ambacho alikifanya Asinki dakika za mwanzo za mchezo. Kwa hiyo ni vile walifanya tena. Tazama wachezaji wa Polisi Tanzania, hakuna mchezaji ambaye ameenda kuweka pressure kwa Okello. Wote ni kama wanamtazama, wote ni kama hawajui nini ambacho wanatakiwa kifanye. Haya ndio madhara ya kufanya highline, ili hali haujui nini ukifanye na wakati gani ufanye, ili usilete madhara kwenye safu yako ya ulinzi, hasa ukiwa unashambuliwa. Lakini kabla tujaenda kwenye tukio lingine, mtazame Depu halipo, alafu mtazame mlinzi wa mwisho halipo. Unagundua kwamba Depu alikuwa ameingia ndani kwa ajili ya kumvuta mlinzi, na mlinzi kweli alifanya jukumu lake kwa ajili ya kumfuata. Lakini je, wakati unamfuata, nani ambaye atakava space yako? Namba 1, namba 2, mkiamua kukimbizana, una uwezo wa kukimbia pamoja na yeye. Kwa hiyo hii, licha ya kwamba pasi ilitoka kwa Okello, lakini lazima umsifu Depu position yake kabla mpira haujatoka kwa Kouma kwenda kwa Okello, alipokuwa alikuwa ni sehemu sahihi.
Dakika ya 37 tukio tena linajirudia lile lile. Mtazame, mpira upo kwa Asinki. Nini kinafanyika? Hakuna mchezaji ambaye ameenda kuweka pressure, namba moja. Namba mbili, eneo ambayo ipo referee mnaweza mkaona ni space ambayo iko free. Kwa hiyo hakuna mawasiliano baina ya mstari ambao una press kwenye mstari wa juu pamoja na mstari wa kiungo pamoja na mstari wa chini. Ndio maana unaona hii gap katikati. Kwa hiyo ni rahisi sana kushambuliwa kama unacheza aina hii ya mpira. Tazama, Asinki anapiga mpira mrefu. Movement ya Okello ni the same. Anatoka upande wa pembeni, anakimbia kwenye hiyo space ambayo alikuwa ameiacha, kwa sababu mstari ulikuwa juu kidogo, inakuwa ni faida. Na hili lilikuwa ni goli ambalo aliweza kujifunga, lakini ni lazima kwanza usifu pasi ambayo alipiga Asinki, lakini pia movement ambayo alifanya Okello kutokana na udhaifu wa high line au high pressing ambayo waliingia nayo Polisi Tanzania. Dakika ya 57 mpira upo kwa Asinki tena. Angalia, hakuna mchezaji ambaye anaenda kuweka pressure kwa Asinki, na angalia mstari wa mwisho wa Polisi Tanzania ulipo. Inakuwa ni rahisi tena Asinki kufanya kile ambacho amekifanya kwenye kipindi cha kwanza mara kadhaa, na anakifanya tena kwenye kipindi cha pili. Ni kama vile walikuwa hawajifunzi kutokana na makosa. Kama huyu mchezaji ambaye yuko mbele angeenda kuweka pressure kwa Asinki, maana yake ni kwamba huu mpira usingeweza kufika kule, au ungekuwa asingekuwa comfortable kupiga kuelekea kule ambapo aliamua kupiga. Sio kwamba ni kosa kwa timu kucheza au kutumia aina hii ya mpira, lakini kuna vitu ambavyo ni lazima uvijue kabla hujaenda kutumia aina hii ya uchezaji. Faida za kutumia highline au high pressing ni kwamba unapata nafasi ya kuwa karibu na goli. Kama ukiwini mpira inakuwa ni rahisi kufunga, lakini pia unakuwa unatengeneza nafasi nzuri ya kufunga, lakini pia unakuwa unaharibu ile rhythm ya mpinzani wako, kwa sababu ukienda kumwekea pressure, manake ni kwamba kama alikuwa anataka afanye zile 1-2 kusudi aondoke, manake ni kwamba itamlazimu atumie long balls kwa ajili ya kushambulia. Kwa tayari umeshaharibu rhythm au ule utaratibu wake wa uchezaji. Ila kuna madhara au kuna hasara kutokana na hiki ambacho unaweza kukifanya kama msipofanya vile ambavyo inatakiwa kufanyika. Cha kwanza ni mnaacha space kubwa sana au nafasi kubwa sana kwenye eneo lenu la ulinzi, kwa sababu distance kutoka kwenye mstari wa ulinzi kwa goalkeeper inakuwa ni distance kubwa sana, ambayo hii distance inasababisha sasa kitu cha pili ambacho inakuwa ni uses of long balls. Yani mpinzani wako anatumia mipira mirefu kwa sababu tayari ameshaona space nyuma yako, inakuwa ni rahisi kwake kutupa mipira nyuma ya mstari wako wa ulinzi. Kitu cha tatu, aina hii ya uchezaji inahitaji utimamu wa kimwili, lakini pia utimamu wa kiakili, kujua sehemu gani kwenda kuweka pressure, kujua wakati gani kwenda kupress, kujua wakati gani kufanya zero running kwa ajili ya kutrack mikimbio ya mpinzani wako. Usiache kusubscribe, comment, share, lakini pia unaweza kudondosha maoni yako hapo chini ukaniambia kipi ambacho wewe ulijifunza kutoka kwa Polisi Tanzania ambacho ulihisi hakikuwa sahihi, na ndio maana ilitokea hiyo dhahama ya kuadhibiwa magoli 7-1. Jina langu naitwa William Benedicto, Willy Tactics. Ciao.